Bishop wa kanisa hii, tumekuja kama tumechelewa, lakini utusamee. Tumekuwa na kazi nyingine kule Eldoret ya kanisa kama hii, lakini kwa sababu ya heshima ya mbunge wenu, mbunge first term, lakini ile kazi anafanya kule bunge, ile kazi anafanya nchi hii, ile ushawishi yako naye iko juu sana. Unajua, niwaambie nyinyi watu wa hapa, wakati Jafo alikuwa anasimama, hata mimi nilikuwa na ndugu yangu alikuwa anasimama. Lakini huyu Jafo wakati alikuja bunge ni jamaa wa ajabu. Unaweza fikiria amekuwa bunge hile na sisi kwa tamu 3. Mimi nataka niwaambie mumshikilie, sisi tutawashikilia. Tutarudi hapa kufanya kazi ya wamama, tutarudi kufanya kazi ya vijana ya bodaboda, tutarudi kufanya kazi ile nyingine yote, bora huyu Jafo atuite. Na mimi nimekuja hapa, sijakuja hapa kwa sababu ya kazi nyingine. Huyu Jafo amekuja kwangu mara 4 na mimi leo nimekuja mara 1. So bado niko na mtanikaribisha. Wangapi wananijua? Si mnajua mimi ni mtu ya kuungana. Mimi naunganisha ngela mawaya namna hii. Na unajua mimi nashangaa. Mimi nashangaa na hawa viongozi kama huyu ndugu yangu ametoka hapa sasa hivi. Ninyi mnaongea kuhusu maneno yenye sielewi. Muachaneni na ule jamaa wa hapa kwenu. Jamaa ametoka tu Amerika, hata hajaongea mnapigie kelele. Hako na makosa gani jamani? Ule mtu anajua na wanajua ile vitu alifanyia nje wakiwa na Uhuru Kenyatta. So watu watulize boli. Mwacha kupigia ule mtu kelele. Hajasema kitu, ameshuka tu, amekuja kusalamia nyanya yake, amekuja kusalamia wazazi wake, na sisi nyinyi mnapiga kelele. Hata mnapiga kelele mtu hajaongea, hajafungua mdomo kuanzia afike. Nataka nichukue nafasi hii kuambia watu wa Kisii. Mimi ninajua kwa muda mrefu hii mmekuwa kwa upinzani. Hii ni mara ya kwanza mmekuwa kwa serikali ya karibu kwa miaka ichache iliyo hapo ya nyuma. Nataka mjue na msikie. Hizi mabarabara zinajengwa, hii affordable housing, hii masoko. Unajua watu wengi wanakuwa wakisema uongo, sijui nini, sijui nini. Mimi nataka kuwauliza nyinyi kwa sababu nyinyi watu wa kanisa. Wewe msichana akiolewa leo apate mimba. Hiyo mimba inachukua miezi ngapi? Si ni miezi 9. Kitambo mtoto akunywe uji mpaka kule githeri inachukua muda gani? Sasa hii serikali ya William Ruto ya mwaka 2.5 unasikia huyu anasema sijui nini, yule anasema sijui nini. Nilikuwa naona hata mwingine ule former akituleta jana. Mtu aliharibu inchi, alipora inchi. Lakini leo nimemwambia aende gym kwa sababu ile alipora inchi mpaka hata yeye mwenyewe amekuwa tofauti kidogo. Awachane na inchi. Wacha sisi tuje tushughulikie kanisa, tushughulikie mama mboga, tushughulikie watu ya bodaboda, tufanye hiyo ndogo ndogo. William Ruto na Kithure Kindiki wajenge lami, wajenge soko, wajenge mashule zetu, au mawaziri washughulikie watoto wetu wasome. Hiyo ndio kitu tunahitaji katika taifa la Kenya. Na hatutaki mtu kutuambia ati rais anafaa kwa kona ile. Hatutaki mtu kutuambia ati deputy president huyu Kindiki akuwe mtu wa mlima. Tunataka usawa kwa Wakenya wote. Kila mtu apate haki kama Mkenya. Tuko hapo watu wa Kisii. Mnatuunga mkono? Mnatuambia turudi hapa siku nyingine tena? Hebu nione kwa mkono wenye wanasema turudi hapa siku nyingine tena. Wacha sasa nichukue nafasi hii. Nitoe pesa yangu kwanza leader of majority. Mimi pia kwa sababu huyu kijana wenu ni rafiki yangu sana, nimekuja na pesa kidogo, milioni 1 nimeweka hapo na sasa wacha nipatie leader of majority wa Senate wetu, alafu atakaribisha SG wa chama atakaribisha naibu wa rais. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante Mheshimiwa Sudi, wapi makofi ya Sudi? Asante. Basi naibu wa rais Profesa Kindiki, waziri wetu Migos, viongozi wote ambao wako hapa, Father misa ya leo, na waumini ambao wamekuja kutoka parokia hii yetu, wananchi wote wa hapa Kitutu Chache North, naomba ni wasalimu hamjambo. Hamjambo tena. Biamuno naende. Asante. Mimi nimekuja pia sababu mimi ni jirani yenu kutoka hapa Kericho. Unajua kwa Kikwetu tunaamini wakati jirani ako na sherehe, vizuri hata wewe utembee uweze kuona kama kuna mazuri pale. Kwa hivyo ninawaletea salamu ya ndugu zenu kutoka pande hiyo ambao wamenituma
kabla ya kuja hapa nilikuwa katika kanisa ya Katoliki inaitwa Kaboloin, na wakati niliwaambia ninakuja katika parokia yenu, wamenifungia salamu. Unajua huyu mtu? Nyinyi watu ya Kisii. Unajua huyu mtu? Hamjui mtu kutoka Kuria? Robi. Na jirani wenu hapa. Karibu Robi. Salamia watu niwaambia wanakaa wako na njaa. Inakaa mko njaa sana, si ndio? Tumsifu Yesu Kristo. Mko salama? Sisi huko Kuria wageni wakitutembelea tunafurahi sana. Huu Jafo mnaona hapa walikuja huko Kuria tukafanya mchango kama hii. Na wakati walikuja tulikaa na hakuna mtu analia njaa. Mnataka kulia njaa ama mnataka pesa hapa? Unajua hata wadosi bado hawajatoa pesa. Naibu Rais, mimi nataka nichukue nafasi hii kukaribisha hapa Nyanza. Na hii Nyanza sisi tunasema wewe kuanzia sasa vile umepata hii nafasi, tunataka utembee Kenya mzima. Hatutaki mambo ile mtu anatuambia ati wewe kwa sababu unatoka Tharaka Nithi ati hapo ndio utafanya kazi. Ati kwa sababu unatoka Mlima ati hapo ndio utafanya kazi. Ati kwa sababu wewe sijui ni kabila gani utafanyia hiyo kabila kazi. Tunataka rais yule anatembea Kenya mzima. Sisi tunataka naibu wa rais yule anatembea Kenya mzima. Sisi ni wabunge na tunatembea Kenya mzima. Kwa hivyo kama ni naibu rais ama rais, na ndio maana nataka niwaambie hapa mbele watu wa Kisii. Wa Kisii na Wakuria unajua ni jamii moja. Na sisi Wakuria tukiamua tunaamua kura yetu tunaweka kwa pamoja. Na wa Kisii nataka niwape ushauri. Msidanganywe na mtu moja anawaambia ati yeye atasimama hapa ati ashinde kura rais. Hiyo ni uongo ya mchana. Na yule saa hii mwenye anawaambia na alishindwa kazi ati leo atapanga watu kwa line waje washinde kura. Hii serikali ya UDA imejipanga kujipanga. Kama walijikusanya mpaka na rais mstaafu wakawa sijui na nani na wakashindwa, mtu akiwa kwa kiti kubwa, na leo anakuja kukwambia ati anaweza tafuta rais, hata mimi nikisimama na mimi nitamshinda. Hiyo nahakikisha. Asanteni sana, mbarikiwe. Kwa hivyo watu wasiwadanganye hapa. Na mimi nataka kuambia huyu Jafo tuko naye hapa amejipanga kwa sawa sawa. Simulisikia leader of majority alisema hata 2032 kuanzia huko anaweza tafuta kiti kubwa. Basi mmshikilie huyu rafiki yetu. Asanteni sana, mbarikiwe. Mkarabati. Na mimi niko na hapa na pesa. Sasa nimekupea nafasi yako. Basi uko na sababu. Asante.